The day is so good, my beautiful peoples. Mini KINDA, the brand ambassador kutoka Lokoma TV. Niko na Cox dawa yao yana. Kwaje mkubwa? Kama kawa. Mambo ni vipi? Shwari kabisa. Ya mambo yanaenda sijui hapa. Mungu anasaidia mwanangu. Hivi kwa nini ilikuwa ni Cox afu dawa yao? Jina tu kujibrand, kujiweka sawa, so unajua? Jina tu hilo. Watu walinipa jina. Sasa mimi na vitu vingi sana, unajua? Na mambo mengi. Kuna kipindi nilikuwa mtunzi wa story. Nilikuwa naandika sana stories za mapenzi. Kwa ndo nikaja jina Cox dawa yao. Kwa hiyo ni mtu wa matibabu. Mimi natibu vitu vingi sana. Jambo zuri sana. Nimefurahi kusikia hivyo. Kwa kwenye page yako nimeona kwamba ni post ya zamani kidogo. Nimeona kwamba kuna clip fulani hivi unaimba. Alafu sasa hivi naona umetoa ngoma lakini ni ya singeli. Kwa nini uliamua kwa nini ulikuwa unaimba ukaacha? Na kwa nini raundi ulivyoamua kurudi kwenye kuimba umerudi kwenye muziki wa singeli? Unajua mimi watu hawajui, watu wengi wanashangaa nimeacha nyimbo. Mimi ni msanii wa muda mrefu sana. Mimi nimeanza kuimba mwaka hivi. Tangu nasoma nilikuwa naimba. Yaani nimekuja mwaka 2016 nikatoaga nyimbo. Ilisumbua sana hiyo nyimbo. Nishafanya show nyingi hapa mjini. Hapa watu wanajua wakina DJ Omicrazy wanajua miaka hiyo mingi. Hapa naongelea Maisha Club, naongelea Bilikanas. Nishafanya show nyingi sana. Nilikuwa msanii yani. Ngoma yangu ilikuwa inachezwa na media zote kubwa, TV zote kubwa. Ila baadaye kwenye upambanaji wangu nikaacha muziki, nikaingia kwenye utunzi wa story. Nikaandika story nikapata umaarufu mkubwa sana kupitia story. Ndio nikaja kwa Instagram kuja nikaachana na story, nikajiingiza kwenye biashara. Rais wa mawinga, nikawa winga. Umeona? Sasa nimekaa nimeona na nyimbo nyingi mimi hapa, so moja. Hii ni kama bonus track tu. Na nyimbo kama 14 hivi. Nimekaa na nyimbo ndani. Kwa nini sasa hata siku nikisema hata siku nikifa, ndaacha alama gani? Ngoja nianze kuachia ngoma zangu. Je, sasa hivi nyimbo gani zina trendi? Nikagundua sasa hivi singeli ndo ina trendi. Na kwenye nyimbo zangu hizo 14 na singeli 6. Kwa sasa ngoja nianze na hii. Watu wanajua masiara, mimi niko serious unajua. Watu wanajua kama masiara, niko serious. Sasa kinachonuma zaidi nimeacha ngoma muda ambao nimepoteza akaunti yangu ile kubwa. Ila najua mimi na watu wengi watanisupport. Kuna wasanii wengi mimi wanangu na wasupport kwenye kazi zao wengi sana unajua. Ila nimetoa nyimbo hata mmoja hakuna road check. Kuhusu chochote yani. Kwa nimejifunza kitu hapo. Haya maisha sio kushubukia mtu yoyote haya maisha. Haya maisha unataka kufanya mambo yako na umsupport anayekusupport. Umeelewa? Kwa hiyo nimetoa ngoma singeli wanasupport wanangu na watu ambao hata mimi siyo kwa support wananisupport. Kwa hiyo nimegundua mimi napendwa, ngoma yangu inachezwa sana kwenye hizi kama imetoka juzi. Ila nimetumia clip nyingi sana za baa kubwa zimecheza ngoma yangu. Kwa hiyo hii singeli ya kwanza nitaacha singeli ya pili zana Jumamosi. Yaani nataka ni Jumamosi tena na nyimbo nyingine singeli. Zikisha singeli 4 naanza kuacha ngoma zangu za kawaida. Za ambazo ni za kuimba au za hip hop? Za kuimba. Afu nimeimba na wasanii wakubwa sana. Wewe tunaweza tukasema kwamba wewe ni mtaalamu sana kwa masuala ya kuimba na kuandika. Sasa mimi kama remote zinatoje zile. Mimi pote naingia hata bolingo nitaimba. Mimi naangalia trending mwanangu wewe. Unatembea na upepo jinsi. Hata sasa hivi tarabu kitendi naimba tarabu. Naondoka na tarabu wewe. Hiyo noma sana mzee wangu. Hivi changamoto ilikuwa wapi hasa mpaka ile akaunti yako kubwa ikapotea na ilivyopotea na wewe pia ukawa kimya mpaka watu wakaanza kuuliza Cox yuko wapi? Ile akaunti nilijua lazima itapotea. Ndio maana kuna siku niliwaambia jamani mkinikosa kwenye akaunti yangu kubwa nicheke kwenye kwa sababu ilianza mambo nikilogin nikifanya vitu vyangu inajilogi out yenyewe. Yaani wakawa Insta wananiita sababu nyingi akajua kwa hata ilipopotea mimi sikushtuka sana sababu nilijua lazima ile akaunti itapotea. Niliamka asubuhi nikaona Insta wameniita sijui nibadilishe password nikabadilisha ile kingine natoka. Nikaachana nayo sababu nilikuwa nimechoka usiku ulikuwa nimetoka. Baada ya saa 4 naingia nikakuta Insta washaitoa. Kwa hiyo mimi sikutaka mtu yote kumwambia. Kwa hiyo niliendelea na mambo yangu kama kawaida. Baada ya siku ilisha siku ya pili yake nikaanza kupokea simu. Mr. Mwanya kumbe alikuwa ameposti jamani Cox haonekani. Aliposti Mr. Mwanya watu wengi wakashoka kwa Cox ipo Insta. Sababu sio kawaida yangu. Wao wanajua mimi ni muda wote huwa namshamisha yeye. Kwa sababu wanamko Cox haonekani kwa watu wana wasiwasi. Wengine wanajua nimetekwa. Nilipiga simu na ndugu zangu. Sababu walimpigia mke wangu simu. Cox vipi? Umeona? Kwa hiyo niliumia. Ila nilijua yani ulikuwa shajiandaa kisaikolojia. Ngoja shajiandaa. Kuna namna yote imekuharibia biashara au umepoteza baadhi ya wateja wako au mashabiki? Wateja wangu wengi mimi ambao ninao 100% wapo ni watu wateja wa status. Yaani wateja wangu wengi wa kwenye biashara yangu naofanya nguo na viatu. Wengi sana na namba zao. Kwenye status yeye. Ila sasa hii imeharibia kwenye labda tuseme kwenye deal zangu. Nilikuwa madili makubwa mengi nafanya. Afu nilikuwa na deal kubwa nataka nipewe na mtu. Ila baada ya akaunti kupotea
Ila nashukuru mtu ameniambia Cox una jina. Hata kama account nimepotea una jina. Kwa hiyo tutalifanya. Soon nitasaini deal kubwa sana. Ila kuna watu wananichekesha, nilikuwa nafanya nao kazi. Na kama wengine wametulia. Ila wajue mimi Cox dawa yao mimi. Yaani ubora wangu, ubora uko pale pale na soon narudi pale pale. Umeelewa? Naambia impotea account, alijapotea jina. Kaka mtu ana kazi ana deal analetea tu tutafanya kazi. Mimi najua kucheza na hii mitandao, unajua. Natamani kufahamu huwa unatumia au ulikuwa unatumia mbinu gani hasa kuonekana kwamba kila account, kila post ambayo ina trend wewe umo mle ndani, usha comment kitambo sana, ile ilikuwa inakaaje? Sio nilikuwa natumia hadi sasa hivi. Unafanyaje mpaka unakuwa kwanza au unakuwa yani kila post upo? Mimi ni zaidi ya roboti ndugu yangu, nishakwambia. Nipo active sana. Ile swali wengi sana wameniuliza ni. Ila wajua tu mimi ndo nilivyo hivyo. Sijaajiri mtu, ni mimi mwenyewe Cox. Kwa muda wote unakuwa upo active na sima, ni kila muda upo Instagram au inakuaje? Penye hapo unanioje, napita vitu vingi sana vinanipita hapa. Hapa tu nilipo. Kwa kama hapa nakupotezea comment. Yaani vitu vingi sana vinanipita. Yaani hapa natetemeka. Fahamu kwamba ulikuwa unaimba muziki then ukaingia kwenye uandishi. Ukaacha masuala ya uandishi kama ukaingia kwenye biashara. Kipi kilikusukuma hasa na nini kilikufanya ili ukaanza moja kwa moja kuwa winga? Ndio mimi nilikuwa mtunzi wa story na story nilikuwa situngi kujifurahisha. Nilikuwa nafanya biashara, nilikuwa na magrupu yangu ya story. Kujiunga ilikuwa ndogo sana bukubuku. Kwa kuna watu walinionea mimbali. Akaniambia Cox, kuna boss mmoja anaitwa Young Master. Ananiambia Cox, unatunga story maarufu sana. Kwa nini yani unatunga story unafanya na biashara? Akaanza biashara gani? Ndio akaniweka chini sasa, akanifundisha biashara za Kariakoo hizi. Uweze kufungua duka kwa mfanya biashara mkubwa bila kujua Kariakoo moja. Mbili, lazima uwinga ili usome upepo. Hapo unafanya winga unasoma upepo. Kwa hata siku ukifungua duka unakuwa unajua. Ndio mimi ndo nilianzia hapo. Kwa hiyo nilijua Kariakoo, nikawa winga, sasa na duka langu. Kwa tuna project yoyote ambayo tunaweza tukasema kesho na kesho kutwa apart from duka ambalo nalo unaweza kawa na tuseme labda kampuni ambayo yenyewe itakuwa ina organize mawinga wote, yaani mawinga wengi au mawinga wote ambao wanakuwa wanapitia kwa sababu tunavyoongea mimi na wewe hapa sasa hivi, wewe ndo winga pekee ambaye una tuzo na wewe ndo rais wa mawinga. Sasa kuna nani yote unaweza kaje? Hamna, mimi tuna mpango mmoja nataka kufanya, nadhani mwezi unaokuja nitafanya show moja, kitu yani mimi kwangu kwenye maisha yangu kitu kikubwa sana. Wote ndawalika kwenye waandishi. Ni kitu kikubwa sana. Hata kama akaunti yangu imepotea siwezi kuacha kufanya hicho kitu. Japo nilistaki kidogo ila nafanya kitu kikubwa sana. Nadhani ni surprise, siwezi kuongea hapa. Unajua kuna wachai wengi mjini hapa. Sawa, turudi kwenye muziki. Cha Usiku imetoka. Iko YouTube na kwenye digital platform zote ipo. Nini kinafuata baada ya Cha Usiku? Video ya Cha Usiku inafuata au ni ngoma nyingine ambazo zitaendelea kufuata then ndio tutafuata na videos? Nilikwambia Cha Usiku ni kama bonus track. Kuna ngoma Jumamosi nitaiachia. Alafu wiki ijayo nitaachia video ya Cha Usiku. Video ya Cha Usiku ambayo tayari ushashoot mpaka sasa hivi. Tayari kitu kipo tayari. Ni video kali sana, mimi nawaambia tu watu. Watu wengi Instagram mimi nishasoma na chungulia comment nacheka. Kwa hiyo mimi nafanya masiara hojo. Mimi niko serious sasa hivi. Yaani niko serious, ni ngoma ile kieleweki. Kwa atakayependa apende, ambaye apendi fresh tu. Ila mimi nafanya kitu ambacho roho yangu inataka. Sababu mimi hata nilipoanza biashara, nilianza kutunga story. Insta tu FB. Unajisumbua tu unajua kutunga story, tuishi gongo, sijui nini. Ila baadaye wataelewa mimi nilikuwa mtunza story mkubwa Tanzania hapa. Hadi wenyewe Clash Gongo mimi washaniita sababu ya story zangu. Kwa kwenye maisha ukitaka kufanya kitu usikize maneno ya watu. Wewe fanya ambacho roho yako inapenda. Niliingia kwenye winga pia. Maneno kwa mengi. Sasa mimi rais wa mawinga. Umeelewa? Kwa kwenye muziki pia narudi. Kwa ambaye ataongea vibaya, ambaye ataongea vizuri, mimi nafuata ambao anaongea vizuri. Ambao anaongea vibaya mimi sikusikilizi. Sijui kuimba, sijui nini, mimi sikusikilizi. Mimi nafanya kitu roho yangu inapenda. Ambaye ata support, ambaye hata kunisupport asinisupport fresh tu. Kwa mimi nafanya kitu ambacho roho yangu inapenda. Umeamua kurudi kwenye muziki rasmi. Unataka kupeleka wapi muziki? Au wewe muziki unataka ukupeleke wapi? Vile ambavyo kama winga ulikupeleka au la? Mimi ninavyojua akili yangu ilivyoga ni nikitaka kufanya kitu lazima na kisha nimefanikiwa. Kwa hiyo nimeingia kwenye muziki, lazima ninachotaka kukipata lazima nikipate. Ninachotaka kufanya lazima nikifanye. Na sasa hivi kuongea sana sababu bado gari halijachanganya. Gari ndio imewashwa sasa hivi. Kwa gari ikichanganya nitaongea mengi sana. Ambao nimepanga kwenye akili yangu. Sawa. Cox una link kubwa sana na watu maarufu. Hasa hapa nchini Tanzania tunakuona ukiroll mara kadhaa na watu maarufu nchini. Natamani kufahamu linki hii ya watu maarufu uliitoa wapi hasa au ulikutana nao vipi mpaka uka link up nao pamoja
au ni kitu gani ambacho kinawaunganisha hasa? Au Cox ni mtu aina gani mpaka anakuwa na link zote hizi? Mimi mwenyewe maarufu kwanza. Yeah, sure. Alafu mimi nimeweza kuwa maarufu kabla hata watu maarufu wengi unaojua. Mimi nimeweza kuwa maarufu hata Diamond sio maarufu. Sasa mimi nimeweza kuwa maarufu 2000 na mimi tangu shule kwanza maarufu. Tangu shule mimi nasoma nilikuwa maarufu. Watu waliosoma Meta sekondari mimi wananijua. Kwa hiyo nilipokuja mjini nilisema lazima niwe maarufu na nikawa maarufu. Mimi nimeweza kuwa maarufu za Facebook. Instagram hakuna kabisa. Ndio hata nilivyoingia Instagram nilipata followers wengi kwa haraka sababu watu mimi wananijua. Watu walivama kule kama umeelewa. Kwa hiyo mimi watu maarufu wengi wamenijua mimi kitambo. Yani tangu hata mambo ya Instagram hayajaanza. Au kitu kingine wengine wananijua kwa sababu biashara, wengine wanapenda kwa sababu comments zangu. Watu maarufu wengi wanakuja kwangu kwa sababu comments. Ila kwa kitu nilichogundua kwenye Tanzania hapa, watu maarufu sio kuamini hapa. Mtu maarufu atakufuata wewe endapo kuna kitu anakitaka kwako. Yes. Hicho kitu akikipata kwako sio mwanao tena. Sio mwanao tena. Yaani naongea mara ya pili naangalia kamera. Inchi sio kwa mimi watu maarufu hao. Bora udili na watu ambao sio maarufu. Watu maarufu wengi wanakufuata wakiwa wanataka kitu kwako. Hicho kitu akishakipata wanaachana na wewe, wanapotea. Kwa mimi ndio kwa mimi maarufu muda mrefu. Kwa watu maarufu nishawazoea sana. Kwa mimi yani ndio maana hata account yangu imepotea. Watu maarufu walio post kuhusu account yangu wachache sana. Wengi kama support labda comedian hawa. Comedian wana roho nzuri. Wengi ila watu maarufu sio nimekoma, nimejifunza vitu vingi sana. Cox, unanungunika sana kuhusiana na swala la watu maarufu. Kuna namna yoyote watu maarufu hawakunufaishi kwa chochote au hawakusaidii chochote au inakaaje? Nimekwambia watu maarufu wanakunufaisha wakiwa na mambo yao, wana jambo lao. Ila jambo lao likishaisha, shughuli imesha. Mimi na wanangu kibao tu, watu wengi wanajua watu maarufu. Ila akaunti yangu imepotea hata huyu. Hakuna leo post. Alafu kuna wengine si wajinga, sijui dongeje. Yaani hasira sana. Siku akaunti yangu imepotea, kuna watu maarufu wengi walinipigia simu. Siku ile Msabanya akapost. Cox, mambo, akaunti yako vipi? Baada tu kujibu hicho, tangu hapo hajanicheki tena wala message zangu hawajajibu. Kwa hiyo wao walikuwa wanapenda sababu nilikuwa na akaunti kubwa kwa maana support kazi zao. Sasa hivi akaunti imepotea, wanaona kama Cox sio lolote. Ila naambia mimi Cox dawa unakuja pale pale nilipokuepo. Na sichukui muda mrefu. Muda sio mrefu nakuja pale. Umeelewa? Yeah. Tunaongea kama labda mataja siwezi anipanda ndani. Tupe tu hata wawili. Acha nikae kimya. Unacheka nini? Una tena? Cox, na sifa 3 au 4 ambazo wewe sasa ukimuona mtu au ukimuona kijana Kariakoo sasa hivi unasema huyu winga complete amekamilika. Yaani winga complete. Sifa 3 au 4. Kwanza winga complete unatakiwa ujue machimbo yote Kariakoo. 2, unatakiwa ukienda dukani unapewa kazi kwa malikauli. Unajua malikauli? Sasa siku hizi sasa mawingi wengi walikuwa wajanja. Unajua sasa hivi labda niongee yani urefu kidogo. Sasa hivi biashara imekuwa mbaya. Hela imekuwa ngumu. Kwa hiyo winga akipewa na mabosi mzigo hela nyingi akaenda kuuza kupeleka hela kwa bosi, yani inamuuma kama yake yani. Kwa anaanza kujikopesha. Na hela kujikopesha mbaya mimi najua. Sababu mimi nishanikuta mengi. Hela kujikopesha ukijikopesha kuirudisha kazi ndugu yangu. Unaweza kama kuna jini limeingia katikati. Kwa wingi lazima upeke malikauli na mabosi. Kwa sababu unajua sababu huyu hapa asumbui mwaminifu. Kwenye maisha yote yani sio kwenye winga tu. Dunia nzima. Unataka kuenjoy maisha yote wewe. Kitu cha kwanza ni uaminifu. Bas. Yaani utakwambia bwana wewe ana shida, wewe ana shida. Wewe lazima uondoke. Ya mwisho sasa hapo. Nimeshamaliza. Turudi hapo kwenye swala zima la malikauli. Kuna namna yote ushawahi kudhulumu au ukadhulumiwa kwenye biashara hii ya winga? Nishakudhulumiwa. Pia nishajikopesha hela za mabosi nyingi. Nishajikopesha sio mara nyingi, mara chache sana. Sababu mimi mtu ambaye atajikopesha hela ya bosi, mimi ni mtu ambaye niko hela bosi sana. Unajua mimi siwezi kutapeli mtu kwanza. Cha kwanza wewe unajua mimi ni mtu ambaye niko sehemu nyingi muda wote. Mimi nikitapeli mtu yote anataka kunipata ni dakika moja tu. Unajua sio dakika sekunde tu. Kuja Tabata pale mtu yote Cox dawa yoyote boda utaitwa nyumbani. Utaita sehemu zangu za bata utaletwa. Kuja Sinza Cox dawa utakwambia anakujaga hapa na nitakuja lazima nije. Mimi na sehemu zangu lazima niwepo. Kwa mimi siwezi kutapeli. Kwa hiyo nikifanya kitu kwa mtu ujue kuna mambo yaliingiliana tu nikaji. Ni kijana gani ambaye sasa hivi unamuona kwamba au wewe anakuvutia kwenye uwinga? Vijana wapo wengi. Wengi wanapambana, napenda. Vijana wengi wanapambana. Kwa vijana ambao unasema kusema huyu ana ni mzuri. Sasa mimi nishaanza kuzeeka sasa hivi. Kwa hata chocho cha rais wa mawinga nataka niwachie vijana sasa hivi. Nimeshazeeka sasa hivi. Na hata unaona mjini sio sana. Kwa vijana wengi.
Kuna namna yote unaweza ukaacha kabisa kuwa winga ukaendelea tu na mitikasi mingine? Kitu ambacho siwezi kuacha mimi ni hiyo kazi, siwezi kuiacha ya winga. Mimi na duka ujue, afu nataka kufungua duka lingine, ila siwezi kuacha kuwa pale Kariakoo. Sasa pale Kariakoo akili yako ina, afu unasoma vitu vingi sana, yani game unasoma vizuri. Ndio watu sio mimi tu, watu wengi wa maduka ila pale Kariakoo wakauki. Sababu kwa Kariakoo pale kitu chochote kikishuka unakiona. Yani vitu yani mimi nalala Kariakoo pale nazunguka, napata vitu na nakusanya, nampa boda boda, anapeleka dukani kwangu. Kwa kitu ambacho siwezi kuacha mimi pale, siwezi kuondoka pale. Pale. Hata na duka wapi, mimi siwezi kuondoka pale. Na hii rais ya mawinga siku nikilizika nitamkabidhi mtu. Huo rais wangu ile. Vizuri. Cox ana familia? Na familia ndio. Watoto, mke? Mke na watoto 3. Ya, jambo zuri. Kuna namna yote hivi ulikuwa unapokea conflict au mnabishana na mke wako kuhusu swala zima la muda wote uko na simu, muda wote una comment na vitu kama hivi? Hadi alinizoea. Mwanzo mimi mke wangu nimepata muda mrefu. Mimi na miaka 11 sasa hivi. Naishi na mwanamke. Kwa mwanzoni sababu mimi mke wangu amrejea kipindi hata Instagram kuna Facebook. Kwa mwanzoni kabisa nilimwambia mimi na simu kwa sababu ninauza story. Mimi tunaishi sababu ya story. Kwa muda mwingi hata anafanya mambo yangu naambia anatunga story. Unaona zile? Kwa shanga zoka kwa mtu wa mitandao. Kwa nimeendekea home nikifika sasa home usiku. Napenda kutulia kama 6-7 naingia mitandaoni. Naangalia na chunguza nikilizika nalala. Kwa anajua hicho kitu kwa mtu wa mitandao kwa huwa mind. Ila kitu ambacho sipendi kumuoneka mitandaoni yani yeye. Siwezi. Sababu mimi ni mtu wa unajua mimi mtu wa vita na watu. Kwa naogopa nadhani mimi hapa vita yangu ni ngumu ambao watu wengi hawaiwezagi. Watu wa Instagram wako hivi. Ukimchokoza wewe, akiona kuwezi, anataka familia yako. Na mimi kwa mtu ambaye yani mtu ambaye apeleka sasa keka za mjini. Kwa naogopa mimi nikimweka zarani sana hapa, watamweza kwenye keka za mjini watamtoa kwenye reli. Kwa hiyo kuna kipindi nilishawahi kuona umefanya interview mahali, katika mahojiano yale ukasema kwamba Diamond Platnumz aliwahi kukublock Instagram. Vipi kuhusu sasa hivi? Amekuwa unblock au ameendelea kukublock, na vipi mnaongea, mnapiga story hapo? Aliniblock kwenye account yangu ile iliyopotea ile. Sasa hivi ninaye sasa hivi. Sasa hivi uko naye? Niko naye sasa hivi na muheshimu. Nilikuwa natamani nitoe block, kwa sasa hivi sichanganyi tena sasa hivi. Sasa hivi ni adabu na heshima. Shida liko wapi hasa mpaka kama kukublock? Matusi yangu tu. Unajua zamani mimi nilikuwa na akili za kijinga jinga. Unajua zamani miaka hiyo Diamond ameblock mimi ilikuwa ni mrefu. Kabata hata followers 500 bwana. Ndio ameingia Instagram tu Diamond. Akapata timu Mundi. Kwa hiyo timu Mundi wakao kama tujenge kwa Diamond wanakuvamia. Kwa mimi walinivamia timu Mundi kwenye post ya Diamond, nikatukana. So yeye mimi Diamond simkosei, nikugombana na timu yake. Haja kipindishwa ana followers wengi, kwa hiyo alichote ukifa pale anaona kwa alama. Kwa asubuhi kama kukuta amenitia block. Na ukupata nafasi ya kukutana naye hivi face to face umuelekeze? Mara nyingi sana na naalikwa sana kwenye huo ananiona kwenye Instagram zote Diamond huo naalikwa. Naalikwa yeye. Sababu unaona sasa kama so yeye watu wake namuona kasa namuona hivi chana kwa Shioli tumekana hapa na hapa, ila uweze kufanya chochote. Unamwangalia tu basi unaliza. Na mkwai kuliongelea wewe kumwambia kwamba mkubwa umeniblock? Nawaambiaga wasanii wake na wadogo zake wale wadogo zake mimi wanangu wale. Kwa wadogo zake namwambia mjomba kaniblock bwana, dada yake Esma mwanangu sana. Namwambia bwana kaka kaniblock, anacheka au anacheka. Kwa nishawaambia sana wale. Sasa tuwaambia kutoe bwana. Sasa yeye ana mambo mengi, aweze ashike simu yake, aweze kutafuta Cox dawa yao kutoe block. Yeye ana mambo mengi kufanya. Kwa hiyo sasa hivi fresh nipo naye namuona ni msanii mwenzangu yani maana sasa hivi. Mpote kwenye tasnia moja. Msanii mwenzangu sasa hivi. Kwa hiyo namuheshimu. Kwa jinsi ambavyo uko na link na watu wakubwa au watu maarufu nchini hasa wasanii, tunaweza tukategemea ngoma zozote kubwa kutoka kwa hao wasanii wakubwa ambao uko nao na link? Nitafanya ngoma mpya na msanii mkubwa anayejielewa. Exclusive tupe. Anayejielewa nishakwambia kwa sababu wengi ambao wako karibu baadhi nishaona hawajielewi. Kwa sababu nishaona kama msanii ameshinda kunisupport mimi kwenye account yangu tu imepotea. Kashinda kusupport nyimbo yangu hii. Nifanye nyimbo yani itakuwaje yani? Si ndio wale unashoot video anakukomoa kama juzi alikuwa analalamika bando. Itakuwa mambo yale kukomoana. Kwa hiyo ndashoot msanii maarufu ambaye anajielewa, ndashoot naye. Ndafanya kazi anajielewa, sio hawa ambao unaona sasa hivi naona kama wengi tunazinguana tumenaonana. Tumalize na hili. Kuna mtu mmoja alisema kwamba kauli mbiu yake kwenye biashara ni adhulumu wala adhulumiwe. Natamani kufahamu kauli mbiu yako wewe kwenye biashara ni ipi? Then cha mwisho ongea na mashabiki zako. Mimi sipendi kudhulumu. Hata nikidhulumiwa mimi ni mkali sana. Kwa sababu mimi siwezi kudhulumiwa. Yaani ukidhulumu mimi unajua si umfanyaje yani. Kwa mimi sipendi kudhulumu. Japo sababu kwenye biashara inatokea. Mchukua mzigo kwa mtu hivi na hivi umeumba biashara imeumba mnachangana. Ile hiyo si kudhulumu, hiyo ni mambo tu yanakuwa yameingiliana. Cha mwisho kwa ukiongea na mashabiki zako.
Sasa hivi hatukuoni ukaribu wako wewe na Chief Godlove. Kuna shida yote imetokea? Hamna. Sema Chief wiki iliyopita ilikuwa kwake pale. Tumekula pale amenunua msosi tumekula. Sema sikupiga naye picha. Umeelewa? Sasa mimi watu maarufu wengine nao sometimes ile sababu jua mtu kama Chief nishapiga naye picha mara kibao nini. Kwa sababu nikiona hivi naona kama yaani sio kawaida. Ndio narudia vitu. Alafu juzi pia usiku nilikuwa chat naye hata hapa na message hapa. Alinicheki kwa tunaongea issue moja hivi. Kwa Chief ni mtu ambaye anaona sasa hivi sio kama zamani, si picha nini labda ikitokea tu bahati mbaya. Sasa hivi ana wasanii, kama sasa hivi ana management yake ya muziki. Yanawajua sana yake wote. Hajafikiria kwa nini kumanage wewe. Bado sasa naye ile afu nadhani weekend ndio naona naye. Weekend ndio naona naye. Nikiona pia mtaona jambo tu pale. Lazima muone jambo. Wasanii wawili. Ana Shidi Benzi na huyu na mdada mtoto mmoja wa kike. Collab pia unaweza kupata nao, yule si mwanao. Kwenye wasanii wa Chief sijaona msanii ambaye anaweza akaimba na mimi. Bado Chidi. Atumechi. Anaimba singeli Chidi? Chidi anaimba hip hop. Basi mimi sasa hivi niko busy na singeli kidogo. Pipi Jojo anaimba singeli. Yule mtoto yule bado yule. Bado mtoto hajakomaa bado. Sawa Cox. Tumalize, ongea na mashabiki zako kuhusu cha usiku na mambo mengine ya muziki ambayo yanafuata hapo mbele. Jamani, Cox Dawa nimetoa ngoma yangu inaitwa Cha Usiku. Hiyo ni bonus track. Ina video tutaachia wiki ijayo. Na Jumamosi tutaachia ngoma nyingine mpya. Nataka niwaambie msisikilize watu, mimi niko serious kabisa. Nimekuja kwenye muziki niko serious. Ngoma yangu ni kali. Mimi naweka ngoma ni kali, watu wengine mwasikiliza wakubwa, ngoma ni kali. Naombeni mwende YouTube pale kwenye bio yangu Cox Dawa Cha Usiku, itazameni, angalieni, nipeni ushauri. Wewe ushauri mbaya mzuri mimi napokea. Cha muhimu naomba mnisupport jamani. Cox ndio huyu, Cox ndio yule yule.